hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Kwa hivyo sio lazima mtu kuingia katika dini. Hapa tunazungumza tu. Allah anatuambia wama alaina illa al-balagh. Sisi kazi yetu tu ni kuongea, tunaongea. Ukiona imekupendeza ahlan wa sahlan. Ukiona haijakupendeza ahlan wa sahlan. Uko na uhuru useme ya kwamba mimi nimeelewa na sitaki Uislamu. Sio lazima kusilimu. Bali sisi tunakufikishia ili uweze kupata mafundisho mazuri ya Mwenyezi Mungu. Hebu mpatie rafiki yetu kidogo. Anayo kama tababu. Habari yako? Mzima. Bwana unaitwa nani? Daudi ama? Ndio. Bwana Daudi. Daudi alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, si ni ukweli? Kabisa. Na Daudi alikuwa ni babu wa Yesu, si ni ukweli? Na Yesu unamkubali, sio? Lakini katika dunia unampinga, si ndio? Kwa sababu Yesu alikuwa Muislamu, si ndio? Unajua iko vitu moja ambayo ufahamu. Hiyo ndio tunataka kufahamu. Sasa watu kama wao ndio wazuri, tufahamishe. Sikiza. Ukiwa Muislamu, usinipige tu. Ukiwa Mkristo, what matters your faith? What matters your faith? What matters is your faith. I will believe in God. We are only one God. Angalia kaa pale chini kule. Kaa pale tu, rudi nyuma kwa sababu ya speaker italeta makelele. Rudi nyuma hata kama unakusimama simama hapo ukitaka. Lakini ukikuja mbele ama iki hapa itaanza kelele bure. What matters your faith? Ndio. I can be a Christian or a Muslim. But what I'm doing it is wrong. If God is not happy with what I'm doing. Do you know that? I can go to church, I pray, or I can go to the mosque, I say. But what am listen, it is me talking, it's not you. I'm listening. Yes. But what matters, what is good I'm doing to the people, or people around me, or the need around me. Do you know that? I know that. That is what is called a Christian or a Muslim. But going to the mosque or going to the church, it doesn't determine you're a Christian or a Muslim. But what you are doing outside there, you are doing things wrong. You are not doing the right thing, most God wanted you to do. Mr. David, yeah, man. Mimi nakubaliana na kitu ambacho unasema. Sawa Angalia, kwa sababu kitu ambacho unasema ni kitu nzuri. Sawa? Ndio. Nakubali your ideologies, everything you are saying, but one thing you don't have any proof. Unasema tu. Ungekuwa unazungumza alafu uniambie hapa ndio imesema hivyo, ningekubali. Umeona? Si unajua kuna wale ambao watu wanaitwa Mabudha. Na kuna wale ambao wanaitwa Wahindi. Wanaabudu ng'ombe, si ukweli? Lakini ukimwangalia kiongozi wa Buddha anaongea maneno mazuri ya kupenda, anaambia watu wapendane na nini, lakini anaabudu ng'ombe. Sasa wewe unaweza kuwa unaabudu kitu yote lakini uko na maneno mazuri, sawa? Umeelewa? Sasa mimi sitaki hayo maneno yako mazuri. Biblia inasema usitegemee akili yako bali mtegemee maandiko ya Mungu. Maandiko yanasemaje? Umeona Daudi? Yesu anasema hivi, hebu sikiliza 11:29 kitabu cha Mathayo. Jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu, mujifunze kwangu. Mpe. Yesu anasema tujifundishe kwa. Unajua kujifundisha kwa mtu ni nini? Unaweza ukasema Anuari ametoka kukumuta, sawa? Lakini kujifundisha kwa mtu ni kuangalia kile kitu ambacho ametoka kufa. Umeelewa? Sahihi, mimi na wewe hatutakiwi tutumie akili yetu bali tujifundishe kwa Yesu. Uko tayari tujifundishe kwa Yesu? 13:5 Yohana. Mambo ya Yohana 13:5. Ndio. Inasema hivi. 13:5. Naam. Kisha. Kwa hivyo maneno yako mazuri haina shida. Hata Obama ukisikia anaongea maneno mazuri, lakini mwisho wa siku anakuambia lesbianism and gayism is their right. Anaipigia debe. Sasa mwisho wa siku unaanza kusema jamani, eti mtu kama wewe sasa tuanze kupendana na mtu kama mimi, sura zetu zote zinakaa ng'ombe. I make sense. Mungu ametumia wanawake kwa ajili ya kuoana. Sasa mwanaume na mwanaume mnaoana kwenda wapi? Allahu Akbar. Unaona ni shida. Ni shida.
Ndio maana unaambiwa hata kama mtu ana fikra nzuri, kwanza arudi katika vitabu vya Mungu. Huwezi kuwa na fikra nzuri kuliko yale ambayo yako katika vitabu. Tunategemea maneno ya Mwenyezi Mungu. Si unaona? Foki hiyo. Twende vitu. Bora kifo isitembee. Ndio. Kisha akatia maji katika bakuli. Tunaambiwa Yesu anatia maji katika bakuli. Endelea. Anaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Mpe. Yesu anaanza kuwatawadha wanafunzi wake nini? Unajua maana ya kutawadha? Haya, endelea kama anajua. Twende vitu. Inasema. Ndio. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Ndio. Na kuyavuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Safi. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Anakuja kwa mtu mmoja anaitwa Simon Petro. Huyo akamwambia. Petro akamwambia Bwana Yesu, Bwana, wewe unitawadha miguu mimi? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, nifanyale wewe hujui sasa. Endelea. Lakini utanifahamu baadaye. Mpe. Yesu aliwatawadha wanafunzi wake wote, sawa? Akafika kwa Petro. Petro akakataa, akasema yeye hafai kutawadha. Wewe unatawadha? Au tawadhi? Kumbe wewe ni kama Endelea sasa. Wewe na Petro mko sawa. Wale wanafunzi wengine wote 11 wamekubali. Petro akaleta kichwa ngumu. Endelea. Petro akamwambia, wewe? Ndio. Wewe Yesu, utanitawadha miguu kamwe? Utanitawadha miguu kamwe, sitaki. Endelea. Yesu akamwambia Petro, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Mpe. Anayo. Yesu akamwambia kama hujatawadhwa hauna ushirika na nani? Wewe unatawadhwa? Hapana. Kwa hivyo wewe hauna ushirika na nani? Ngoja kwanza nauliza swali. Uliza. Swali limekuja. Unajua yule jamaa alikataa kuosha mguu kwa sababu gani? Alikuwa anaheshimu Yesu. Sasa yeye ndiye alikuwa anafaa kumwosha Yesu mguu. Lakini Yesu amesema kama sijakutawadha huna shirika. Endelea na maandiko. Hauna shirika nami. Safi. Pole mama. Utalifahamu baadaye huna shirika nami. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha. Tunahitaji miwani sio? Usijali. Iko sawa sana. Ndio. Huna shirika nami. Safi. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu. Sio miguu yangu tu, hata na mikono yangu. Hata mikono na kichwa changu. Yesu, kwa hivyo mpe. Kwa hivyo ukitaka kutawadhwa ili ukuwe na shirika moja na Yesu, unatakiwa utawadhwe mikono, miguu na nini? Angalia Qur'ani 5:6. Ili ukuwe ushirika na Yesu lazima uende hivyo. 5:6 inasema, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Enyi mulioamini, kama wewe umemwamini Mungu kama Yesu alivyomwamini Mungu. Endelea. Mnaposimama ili mkasali, mnapotaka kwenda kuswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Ndio. Na mpake vichwa vyenu na osheni miguu yenu. Mpe. Kumbe kama unamwamini Yesu Mungu kama Yesu alivyomwamini, lazima uoshe miguu, mikono na nini? Ndio maana utakuwa na shirika na yeye. Wewe unataka kuwa na shirika na Yesu? Unataka kuwa shirika na Yesu? Unataka kumfuata Yesu? Uko tayari kutawadha? Tutachemsha maji kama ni baridi. Bwana Daudi. Maji tutachemsha, shida iko wapi? Maji yanachemsha. Kama ni baridi, tunachemsha kidogo usisikie baridi. Mimi naona Wakristo ni kama mnaogopa maji baridi. Yesu alikuwa anatawadha, sawa? Ili wewe na mimi tujifunze kwa Yesu, lazima tutawadha. Na ukionekana unatawadha, watu wote duniani watajua Daudi leo amekuwa nani? Kumbe Yesu anataka leo Daudi awe nani? Hebu nione Waislamu takbir. Hebu nione Waislamu.
Mimi katika watu ambao nawapenda sana, wana heshima na adabu ni Wamasai. Hebu nikusalimie Masai. Wamasai watu wazuri. Yero, njoo. Uja bwana. Hivi watu tutanunua. Habari yako? Acha ukiuza unaongea Kiswahili, sasa unajifanya hujui Kiswahili. Habari yako? Nzuri sana. Sasa mbona imekuja tena? Unaitwa nani? Liza. Liza. Okay. Unatokea sehemu gani? Kajiado. Kajiado. Wewe Muislamu? Kweli? Ndio. Unaitwa Liza nani? Naitwa Liza. Ayongo. Asalamu alaykum. Unatokea Muislamu kweli? Mbona unakataa kunisalimia kama wewe Muislamu? Wamasai wazuri sana. Hebu nione Waislamu tena. Nataka mtu ambaye atasaidiana na Daudi pale. Sitaki akae peke yake. Mimi naondoka. Hebu kidogo hivi. Niko na rafiki yangu hapa namuona. Naomba nimsalimie. Baba. Orome. Ameganda. Achana naye. Nani mwingine? Hebu nione Mkristo, Wakristo, sio Waislamu, Wakristo ambao wanampenda Yesu. Dada yangu njoo nisalimie. Habari yako? Njoo nisalimie mware. Mzuri, njoo. Afadhali huyo. Anaona katikati ya wanaume jasiri. Watu kama hao ndio Yesu alikuwa anasema, mnakuwa jasiri mbele ya watu na mimi nawakubali mbele ya Mungu Baba, au sio? Wanakuita nani? Habari? Unaitwa nani? Asi tujuane majina. Bado sijaoa. Abdulkadir. Hatari, hawataki kuongea na sisi. Shida ni nini? Ama ni mandevu? Hizi ni sunna hazitoki. Nani mwingine? Mkristo. Yuko wapi? Simoni, yuko wapi? Au kijana mdogo? Hapana. Under 18 serikali itasema, tunataka mtu akona kitambulisho, serikali inamtambua. Ukiona mtoto mdogo hivi bado hajafika 18, huyu tayari ni Muislamu, sio Mkristo. Mpaka siku atapelekwa kwa maji abatizwe. Ushaikuingizwa kwenye maji? Sasa tunaona huyu Muislamu. Hebu nione Wakristo nione. Hebu Waislamu tunyoshe mkono. Waislamu, kama wewe Muislamu nyosha mkono. Namuona ndugu yangu wa zamani hapa. Hebu nikusalimie babangu. Wewe hapo. Njoo nisalimie tu kidogo. Njoo tu nisalimie. Ni Muislamu. Mbona unisalimia alafu shekhe? Ukiambiwa inua mkono, kama uinue mimi nakuita hata kama umevaa kanzu. Hebu Waislamu tuinue mkono. Wewe umevaa kanzu, mimi nakuita kama uinue mkono. Nyanyua mkono tu vizuri. Kuna mtu nimemwona hapa hataki kuinua na anakaa Muislamu. Hebu njoo unisalimie ndugu yangu. Njoo. Vidume kama hao ndio waogopi, sio kama wale ambao wananyosha mkono alafu wanakuwa uoga. Inaitwa Energy Unlimited. Sio na watu wako na energy hapa. Habari yako? Tumble and dance. Do you dance? Yes. Unaweza nishinda? Tuziende. Nani ako na beat? Hebu kuja kidogo. Tu dance hapa mimi na kidogo tu njoo. Mimi huwezi kunishinda. Mimi nilikuwa noma. Zama zangu nilikuwa napiga. Acha nikupeleke kwa baba yangu hapa. Tuongee vizuri kidogo. Maana sisi tunasaidiana vijana hapa. Njoo hapa. Baba, naomba uyamke. Anataka akae hapa. Kidogo tukaa tu hapa. Nikikupea maji utasimama, pumzika kwa sasa. Mpe maji ya kunywe, maji ambayo haijafunguliwa. Abdulkadir, kuna maji hapo nyuma, wapatie hapo wakunywe. Nani Mkristo mwingine ambaye anataka kuzungumza na sisi? Usiogope. Namuona Sheikh Anwar ashaingia, namuona Sharifu amefika, Abdulkadir yuko pale, Hassan Kariuki yuko hapa. Naomba hebu Daudi. Unasemaje tuende msikitini tumfuate Yesu? Tayari nimeshaambia. Uko na swali ungependa kutuuliza? Swali ulisema funga swali na swali imesha hivyo, mimi naondoka. Utaswali? Hapana. Na utatawadha? Dini yangu, dini yako ni dini yako. Dini yako ni gani? Ya Kristo. Nani alikwambia wewe Mkristo? Leo naamini hiyo ndio tofauti. Unaamini Biblia? Ndio. Biblia ikikwambia usikuwe Mkristo utakubali? Kwani mwenye aliandika ni wazungu kusema usikuwe Mkristo? Sasa akikwambia usikuwe Mkristo utakubali?
Mimi nimekuuliza swali. Mwenye kuandika hivyo alikuwa na akili timamu? Sasa mimi wenye kuandika siwajui, kuna mtu anawajua. Nataka nimpe dakika 2 ya kuonyesha hao wenye waliandika walikuandikia nini, sawa? Dakika 5 tu. Naomba nimkaribishe hapa Abdul Qadir, alafu baadaye twende taratibu. Alafu Waislamu sio heshima walimu wanachuchumaa. Alafu mnakalia kiti. Pawapateni walimu viti, vijana wadogo. Unaangalia walimu wanakaa hapa hawana viti. Kiti nyingine hapo, maana mimi ni mzee sana kusimama siwezi. Kiti nyingine hapa. Vijana kama kina Hassan Karioke ndio wanafaa kusimama. Lakini wazee kama sisi anataka kujua walioandika Biblia kama walimwambia aende kanisani. Salamu alaykum. Habari yako ndugu yangu? Nzuri sana. Wewe Mturkana? Ni Mkenya. Lakini Mturkana kabila yako? Wewe kusikia Mkenya ni Mturkenya. Wewe unauliza swali. Kwa hivyo wewe ni Mturkenya tu, sio? Haya, Mathayo atomon kankan. Atomon arei kamomun. Hiyo ndio sijawahi sikia baba. Tunaongea naye Kiturkana leo, akuja pei. Yeye hata Kiturkana hapa tunaongea leo. Mpate 15:28 Mathayo. Hiyo ndio compound engine. Haya, 15:28 Mathayo. Huyu hata sio Mturkana, mimi najua zaidi yake. Wacha kutusingizia hapa. 15:28 mambo ya Mathayo. Inasema. Ndio. Akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, sikutumwa. Sikutumwa. Ndio. Ila kwa kondoo waliopotea. Ndio. Wa nyumba ya Israeli. Mpe. Huyu hata hana habari na wewe. Anachomoa tu vitu zake. Anashikisha tu. Hana habari na wewe. Yeye anashikisha. Anaita ngapi pia hapo? Patie. Hebu muulize nimesoma nini? Amesoma nini? Amesema yeye ametuma kwa wale makondoo ambao walikuwa wamepotea. Wana wa Israeli. Wewe unakubali? Ndio nakubali kwa sababu ya Biblia. Yesu ametuma kwa watu gani? Kwa sisi wote. Hapo tulisoma. Kwa wana Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Sikiza. Haya, nakusikiliza. Unajua? Iko uchanganyifu kidogo mnaingiza hapa ndani. Ndio. Ile Yesu, wale nyinyi mnaita Yesu kwa Kiislamu na vile sisi tunaita Yesu kwa Kristo. Ndio. Na tunaamini sisi wote yeye alitumwa kwa ajili ya sisi. Haimaanishi tu ya kwamba Wanaisraeli pekee ndio walikuwa makondoo. Ndio. Ni sisi wote. Kwa Mungu. Yesu anasema mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Nyumba ya Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Sasa ninataka kuuliza wewe, wale walimu ambao wanamuuliza Yesu leo ni siku ya Pasaka, afai kumponya mtu yeyote. Pasaka ni nini? Ngoja kwanza. Wale walimu walikuwa Waislamu. Pale kulikuwa ni msikiti pale. Sinagogi ni misikiti ndio. Ndivyo. Na wale walikuwa wanaharibu sheria, sio walikuwa ni Waislamu. Kwa nini? Yesu aliingia misikitini.